Karibu sana mtazamaji wa Western Nyota TV. Ni furaha yangu kuwaletea kijana shupavu ambaye ako katika michezo za kuigiza ili tukapate kuona kwamba safari yake ya kuigiza imekuaje na ni vipi wewe kama mtazamaji ambaye ni kijana unaweza jiunga ama kuwa kama mwigizaji. Karibu sana. Kwa majina naitwa Priska Achuki. Karibu sana. Naomba tuambie watazamaji majina yako. Kwa majina anajulikana kama Alois Awala Nyadundo. Stage name inajulikana kama Player 254 #Chokora. So Alois Awala. Na umesema stage name. Stage name ni nini? Iko mambo za comedy industry. Comedy. Yeah. Naomba tena urudie stage name wajitaje. Player 254 #Chokora. Kwa nini ukajita hivyo? Hii jina ya Player 254 nilianza tuko nikiwa primary. Okay. So nilikuwa napenda mchezo na yani kuchallenge watu hivi na pale. Kafika mahali nimejoin high school bado tu isarakati nikawa naye. So I had one of my friend tulikuwa tunapenda tu joke sana naye. Nasema alinielezea tu maneno mawili. Hata usitafute jina. Tutakupa sisi wenyewe ndio tutakubandika jina. Ndio kaniambia jina yako ni Player 254 according to when unapenda kutucheza hapa na pale. So hii ndio jina. Hiyo jina ikaendelea ikastick hivyo watu wakaizoea to date. So walikuwa wananiita Player. So ili ni au kwa una play warembo. Tunakujia hapo bado tujafika mahali ni unasema tunacheza warembo. So nikasema badala ya iwe ni Player acha niongezee symbol yetu ya nchi yetu. Nchi yetu Kenya. Sasa Player 254 ni jina ambalo umeregister? Ndio, bado sijaregister. Na sasa mtu mwingine akuja register Player 254? Lakini on that process niko on that process. I think in the next 2 weeks itakuwa registered, completely registered. Yeah. Sasa nitaomba weke sauti juu kidogo kwa sababu kuna warembo wanasema tumsikii. Aweke sauti juu. Ongea wagumu bwana. Sauti iko sawa. Sauti iko sawa. Kochanya. Player 254 umesema unataka kuregister hilo jina. Yeah. Sasa Player 254 hizi kuigiza unaigiza kwa njia gani? Sasa jinsi ambavyo unaweza igiza nazo saa hii haijafika ile harakati naweza sema kwa hizi vituko zetu zimeanza kutupatia malipo bado. Sasa ile mtu anaweza kuwa na sherehe kama ya birthday party, graduation ceremony. Nasikia umepigiwa na mtu simu from nowhere. Mimi ni fulani natoka place fulani. Nimepata video yako kwenye mtandao ni like nilikuwa nataka mkuje mtufanyie vituko zenu mpate kitu kidogo. Hiyo ndio sasa tunaweza sema tunaweza saidiana nao wafuasi wenzangu. Wenye tunasaidiana nao. So hii acting mnaifanya tu mnapoitwa? Yeah. Hamuifanyi ati mmechagua hii ndio topic ya discussion so mnaanza kufanya discussion? So kama mimi niseme mimi ndio the main director. Mimi create content. Na content nikicreate na share na wenye tuko nao. Okay. Nasema niko na hii na hii ndio iliniapenia ndio hili nikuja na search a content. Nimeikaa chini nikafikiria nikapiga picha backwards. Ndio nikasema hapana wacha niweke hii kwa social media. Yeah. Sasa hiyo content una create vipi? Ni nini kinafanya una create content? Content sasa kitu kama comedy. Si kitu unaweza sema unaweza kaa chini ati uandike sana ama una nini. Unaweza kaa mahali hata vyenye tuko tu na wewe hivi. Unaweza kaa nifikiria sasa kitu kidogo afani kile kitu kingine fani sana. Yaani kwa nimemeka content kati yangu mimi na wewe. Kwa mfano naomba utengeneze content yako. Sasa kama kwa mfano saa hii naona kama umejipodoa podo. Okay. Yenye
Sasa ni kitu naweza sema saa hii naweza kupata pale barabarani. Utaniangalia kutoka juu mpaka chini. Ama yale matamshi yenye utanielezea. Kwa mfano siku hizi unapata wasichana wa siku hizi. Una approach mtu kwenye mnaweza ongea na yeye, anakuangalia. Anakuambia adili na klasi ya chini. Vile amekuangalia tu. Venye ameniangalia. Anasema yeye anataka watu wanakimbia na magari. Siku hizi magari unapata mtu ako na V8. Na zingine hiyo V8 ni self drive. Anakuja na kusimamisha pale kwa barabara. Fulani, unaona hii ni V8. Sijai kanyanga V8. Wacha niingie ndani. Ni self drive. Amekuchukua ameenda kumiziuza. Kumbe ni ile gari alikuwa ameenda akalipa pesa yake, amemchukua self drive. Amekwambia hii ni gari yangu, na kwa hiyo umeangukia. Unafikiri umeangukia? Umeangukia. Saa zingine umepata mtu ndiye ako na gari, ako na pesa. Lakini ile maisha yenye ulikuwa unataka ndio kila kitu uko nayo pale ndani. Lakini hauna amani. Hauna amani. Okay. Sasa na ningependa nirudi nyuma hapo kwa content. Content yako ndio create inalingana na life experience ama ni maneno ambayo yanaendelea katika nchi ama una create vipi? Zote niki-create content naangalia na yenye life experience na kenye inaendelea kwa nchi. So kuna mfano wa content ambazo umecreate kulingana na kile ambacho kinaendelea. Ningependa tuambie ni zipi? Sasa kama kuna hii video yenye naenda kushoot leo inahusika na hii janga la corona. Venye imetupeleka na mali maisha imetufikisha kwa sasa. Comedy ndio create, unajua ni kitu ambacho ni content ambayo una create kufurahisha watu na kuwafanya wacheke. Ndio. Wewe mwenyewe kama producer ambayo una create hii content, ni nini haswa lazima uzingatie kabla hujatoa hii content? Vitu ambazo na kwanza kama una create content. Kwanza unafaa ujiulize. Hii content ambayo na create. Ni kitu yenye inaweza saidia watu wenye wako nje ama ni kitu watoto wanaweza sikiza iwapatie funzo. Ama ni kitu yenye nikitoa itakuja ibaniwe na serikali. Sasa wewe ukicreate unazingatia hiyo. Unazingatia hayo mambo mawili ambayo umeyataja. Sasa unajua wakati watu wamekuja hapo kusikiza comedy ambayo imetolewa, mtu amekuja na ile nia ya kucheka, ile nia ya kufurahia. Na wewe kama ambaye unatoa hii comedy ama producer ambaye kazi yako ni kuhakikisha kwamba hii content imechekesha wasikilizaji ama watazamaji, ni nini haswa ambacho unafanya kwa wale ambao wanakusaidia ku create content? So tunaweza kaa chini kwanza na niwaeleze kwa hii ndio kitu nimeandika na tunafaa tujadiliane, tuangalie mali pako pabaya turekebishe, na kama kuna ile neno yenye hizi furahisha yenye inaweza fanya hii content yetu ibaniwe tuondoe. Na nyinyi wenyewe mnacheka kwanza ndio mchekeshe ndio wasikilizaji? Ndio. Unajua huwezi tengeneza kitu kabla wewe mwenyewe hajakufurahisha upelekee watu yenye hawatafurahia. Lazima wewe mwenyewe, wewe binafsi ikufurahishe. Ndio hata hao wengine wakiona, hata before mtu ataona tu topic yenyewe taanza kusema pana hii kitu ni kitu kingine nzuri. Ni comedy gani umetoa ambayo wewe mwenyewe imekufurahisha kama producer? Kuna hii nimetoa yenye inajiita Ujinga the Player 254 Valentine ikiwa inakaribia. Okay. Ni kama asivu na vuta bangi. Okay. Inakuja inanitosha wazimu. Na chukua besheni yenye nilikuwa nayo na toroka. Sababu ni unapata vijana wetu wa siku hizi wameingilia bangi sana. Mtu anavuta bangi an extent
yenye imempa akili imeruka. Utasema huyu mtu kuwa amekuwa mwenda wazimu, lakini sio mwenda wazimu. Ni madawa miadarati ambazo ametumia. Inafanya hii akili inaruka. So najaribu kuelezea vijana wetu wa siku hivi. Hizi vitu wanatumia ni vitu zingine haziwezi tusaidia katika maisha yetu ya kesho. Unapata kijana bado angali kijana mdogo, lakini ukiangalia umri wake na hizi madawa zenye anatumia ni mzee hata kuliko wazazi wake. So hizo comedy ulitoa ili kuarifu vijana wazingatie maisha yao. Wazingatie maisha yao, waangalie maisha yao ya kesho. Na sasa pata kama si boy child tumetupiliwa nje sana. Nani amewatupilia? Unapata kenye wasichana ndio wanaangaliwa sana. Na nani? Hata ukiangalia serikali sana wana nini wasichana sana kuliko boy child. So ndio nilikuwa najaribu kuambia maboys wenzangu kwa hizi vitu ziko ndio, lakini it's an extent yenye it's becoming worse. Karibu sana tena mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Ni furaha tele kuwaleteni vijana barubaru ambao wanafurahia sana ili katika kuigiza, wanafurahia uigizaji, na kawaida tunawaambia kutoka kwa runinga ya Western Nyota TV kwamba tuko hapa kuwasaidia kukuza vipaji ambazo mko nazo kwa njia tofauti. Karibu sana. Kwa majina ni Priska Achuki. Karibu tena. Asante. Bwana Alois. Yes. Sasa ningependa kujua kwa wakati huu ni nini mnafanya kama wana 254? Kama wana 254 kwa sasa hivi kuna project tuko nayo kama Team Player 254. Team Player 254. Yeah. Mko wangapi? Tuko watu 5. Watu 5. Ndio. Warembo kuna hiyo 2/3 rule gender. Warembo wako. Okay. Warembo wako na warembo ndio wengi takutua. Because unajua warembo ndio wanafanya kipindi na kuwa taratibu sana. Kabisa. Ndio. So umesema sasa hivi mnapanga kufanya nini, kutoa episode ngapi, kwenda wapi, kufanya nini? Target yangu kama mimi mwenyewe Player 254 nilikuwa nataka by the end of this year tuwe episodes kama 62 episodes. Okay. Yeah. So kwa hizi episodes mkishazitoa alafu muziplay ama zikwe zimeonwa, maana yake inaishi hapo ama zinaendeleaje kwa zamani huko mbele? Tuko na CDs zinauzwa na pia kwenye unaweza ukitaka tukupatie kwa flash tuko nazo pia. Sasa mnapatiana ama kwa mfano mmeitwa mahali kwa sherehe? Tunaitwa tukitwa mahali kwa sherehe usi uende na CD zetu. Okay. T-shirts na caps. Yeah. Unajua kila kitu kiko na expiry date. Yeah. So hizi ni episode last year bado iko tu itaendelea kuwa mpaka in next 3 years. Hapana. Hiyo ikishapita kuna the new one inakuja. So expiry date ya episode zenyu ni after muda gani? Baada ya muda gani? Baada ya miezi kama 3. Miezi 3. Okay. Mshaifikiria kuact kwa hizi national functions? That's our target. That's your target. Yeah. Mmefanya nini ndio mfike hapo? Unajua ukiazimia kufanya kitu lazima ukue na plans. Yeah. So kama Player 254 nimejaribu kushikana na watu tofauti. Kushikana na watu tofauti ndio itatufikisha hiyo kiwango. Tufike on a national level. Yeah. Unafikiria maneno ya partnership, kupatana kama watu Churchill ama watu mtu yote, si lazima Churchill ambaye yako katika hiyo field ya kuigiza? Tunafikiria sana. Yeah. Ni kitu wa mjamu. Ni tushaamua. Tushaamua. Kwa na target kwanza ni meet Jaras. MC Tricky.
So far nimemeet Shigs Kapienga. Tukawetebo talk naye. Yeah. So mko na kitu ina something is cooking. Yeah, something is cooking underground. Okay. In between me, Shigs Kapienga, MC Tricky na ni msana anayetoka Meru anaitwa Natwili. Yeah. So ni azimio gani mko nalo kama 254? So azimio nasema tuko nayo tuwe among the best. Among the best. Yeah. Na mnafanya maneno ambayo mnafanya itawaweka among the best. Yeah. So hizo episodes zenyu mnazipeleka kwa TV station ama ni zinabaki tu pale YouTube? Zinabaki YouTube. Hatujafikia hapo mali tunaweza nini kwa TV stations. Mbona unasema hamjafikia hapo? The reason why nasema hivi, kupata mwenye ataku-connect direct to the TV station. Kwa nini unataka direct connection? Mbona wewe mwenyewe usijipeleke huko? Unajipeleka. Like 2 weeks ago nilikuwa ya UTV. Process yenye nilipitia. Unafanya mpaka una lose morale. Lakini kama uko na azimio la kukua kwa TV stations, lazima kuna ile the price to pay. Yeah. Yeah. Like UTV waliniitisha 15,000. I had to pay for that. Hiyo pesa unaitishwa, si lazima utaje majina ya TV station. Yeah. Lakini hiyo pesa unalipa kama registration ama unalipa kama registration fee. Then kuna ile certain amount utakuwa unalipia per episode. Yeah. Wakikuwekea on air. Yeah. Okay. Yeah. Sasa hiyo tunasema una give up. Si ati na give up. Lakini ni venye according to the situation where we are now. Bado nasema bado ni vigumu. Yeah. Na sasa YouTube mnapata malipo? Bado hatujafika kiwango ya kulipa. Ndio ulipo YouTube unafika kiwango gani? Kama sahi ili YouTube ikulipe, nafaa ufikishe subscribers 1,000. Ndio sasa waanze kukulipa kutoka hapo. Yeah. Ni nini hasa unafanya ili kuensure kwamba umekuwa na hiyo growth? So kwenye mimi hujaribu kufanya sana ya maana sana. Ni kuzungumza na marafiki, kushare hizi video zangu kwenye mtandao wa Facebook, Instagram. Na mahali popote niendepo kwa sherehe ama nimeitwa na marafiki mahali kwa show fulani. Mimi hujaribu kuelezea nauza sera zangu huko. Yeah. Okay. Na ni nini ungependa sana sasa hivi kwa Western Nyota TV? Ni nini ungependa kuambia wale ambao wanakutazama na kuna wale ambao ungependa kukusupport ama kusaidia kwa njia nyingine? Ni wapi ungependa usaidiwe? Bali ningependa nisaidiwe ni mambo na production. Production. Sasa zingine unapata tuko na content, ni content ya maana sana. Lakini amount yenye unaenda kufanya nayo ama location. Unapata ni ina fail. Na fail huwezi fanya. So unafikiri unakaa chini unajiuliza, tafikia wapi ndio ili niende niuze itoe ile content yangu, inaweza nitoe nje. So mimi nilikuwa naomba mtazamaji ambaye anasikiza kwa sasa, kama unaweza pata mtu akunisaidia kutoa content, nitashukuru. Yeah. Ni content tu ungependa kusaidiwa kutoa. Lakini hutaki kusaidiwa kuweka mahali. Wewe utoe tu na ukae nayo. Bwana, nataka pia nisaidiwe nikitoa content. Inaweza fika kwingine. Yeah. Okay. Umetaja kitu kwamba kutoa content na location ya kutoa content. Yeah. Kama unaanza, mbona unakuwa na locations tofauti? Inalingana na content yenye tumetoa ni gani. Ni gani. Sasa unaweza kuwa na content, nimeenda na imepeleka msemo wangu matembezi hotelini. Ameenda kaitisha order. Na ile order ameitisha kulingana na ile pesa yenye niko nayo, dhamana yenye niko nayo mfukoni. Haitoshi. So natafuta means yenye inaweza
naweza jitokeze, naweza nihepe. Uache mrembo wako hapo na bill. Niache bill. Hiyo is our latest content. I think by the next 4 hours itakuwa online. Yeah. Okay. Na sasa hizi content mnakuweka online, hamjazizuia. Kwa hivyo mtu yote anaweza download na auze. Tumezizuia. Vipi? Tumeweka, so kama nikienda ni shoot video, kuna ile restriction nimeweka. Okay. Huwezi download bila ku request kutoka kwangu. Kama kuna content kuna video tulifanyanga, before niende ni upload kwa YouTube, producer mwenyewe alikuwa shai upload kwa channel yake. So hapo ndio ilinibidi ni change producer mwenye nilikuwa natumia. Okay. Unapata umefanya kitu. Na sasa hiyo umelipa huyo producer? Ushamlipa. Hamkuwa na agreement kwamba akifanya hivyo? So unajua ni mtu alikuwa mtu wa nyumbani, umempatia trust. Hawezi fanya hiyo. Pole. Hawezi fanya hiyo. So mimi naenda kuchukua clip. Napata rafiki wa mabest wanakupigia simu. Hi player. Kwani kumeendeleaje? Ati nini mbaya? Tunaona clip yako yenye ulikuwa unasema inakuja, ina trend kwa social media fulani. Nasema, ai bwana, acha kuwa serious. Unatumiwa hiyo link, tafuta fulani, unapata clip yako imetrend. In a certain way, yenye huko una expect. Tayari mtu ashafanya biashara na kazi yako. Hizo ndio changamoto ambazo unapitia kama mwigizaji. Na kuna hawa watu ambao wanakuja kama wewe mwigizaji, wanakupatia sponsorship. Alafu unaigiza chini ya nitasema leadership yao. Umeshapatana na watu kama hao, na ukiwapata utakubali? Kuna wale wanakuja wakusaidie na pia wanakutapeli. Okay. Wako tofauti. Kuna yule ndiye atakusaidia na kuna yule anakusaidia na kukona. Okay. So wako watu tofauti. Mtu anakuja aone vile anataka wasaidie. Lakini hiyo nia si ya kukusaidia iwasaidie. Ni yeye mwenyewe ajibenefike kutoka kwa clips zenu. Yeah. So lazima uwe mwangalifu kabla usaini na wao. Okay. So Alois, ni jambo gani ungependa kuambia wale ambao wanakutazama na wangependa labda kukufuatilia? Tuanze kwanza na wale ambao wanakuona kama role model. Na wakikuona pale vizuri unasema maisha ya chini, lakini mtu akikuona uko YouTube mazee uko kiwango ya juu, anakuona kama role model. Ni nini ungependa kuambia kuhusu maisha? Mimi Kenya ningependa kuambia wanaonitazama kwa sasa. Usikae dharau mtu yote. Kama mimi player 254 ama chokora. Kama unaweza niona pale barabarani nikwambie kitu. Unaweza chukua na mfano, azingine napatana na msee mahali ama mtu fulani. Namwambia wewe, mimi nahitaji support yako moja. Tu enda pale kwenye YouTube. Watch video zangu nipatie subscription. Mtu atakuangalia kutoka juu mpaka chini. Akuulize wewe tano unaweza manage mambo na kuproduce video. Ondoka uende. Sasa zingine unaenda unaongelesha. Sikiza nini anakuambia. You never know about tomorrow. Kweli. Sasa zingine unaweza nikuza hapa unitie maskari leo. Kesho ni nini ndio nitakuwa naenda kusaidia mahali. Kuna watu washaikutia maskari, kuna watu washaiona nikao na waibia. Sio mara moja. Mara mingi. Sio mara moja. Okay. So unapata umeenda mahali mtu simu yake inapotea. Nasema ni wewe. Kwa nini mtu aseme ni wewe? Anasema ni wewe kwa sababu wewe ni wewe mwenyewe ndio ulikuwa hapo next. Ndio umetoka simu hiyo. Last year February nilikuwa in Westland. Kapanda gari za Westland. Jamaa simu ikachukuliwa. So mimi ndio nilishuka kwanza. So ile bidii jamaa wanifuate. Ndio
na maskari. Alienda akachukua maskari. Wakanipata mahali nilikuwa naenda. Kanipika. Hai, wanakupika tu bure hivyo. Kaniambia ulikuwa na huyo. Kwa gani? Simu yake imepotea iko wapi? Nikamuuliza, hata wewe mwenyewe mimi nilijua uko na simu. Na mbona immediately hukusema ati simu yako imepotea? So unapata watu wako tofauti. Kweli. Yeah. Okay, sawa. So kwa yule ambaye anakuwa role model unamwambia kwa mtu humble. Kwa humble. Huwezi jua unaongea na nani. Kweli. Unaweza ona tu mtu aone huyu ni wale tu sumbua tu wa kawaida. Ujue mtu ni nani. Kweli. Yeah. Na usidharau watu. Usidharau watu. Sawa, kwa yule ambaye angependa kuita 254 ni vipi atakupata? Namba yako ya simu, social media, Facebook, Twitter, Instagram. Ningependa tuambie waitwa nani? Kwa Facebook, kwa mtandao wa Facebook, najiita Alois Nyadundo. Alois Nyadundo. Najua spelling hiyo Alois bana. Umefanya vizuri kusema spellings. Watu huwa wanaiandika vibaya. Ukitaka kuandika jina Alois ni ALOYCE. Okay. NYADUNDO. Okay. Hii jina Nyadundo pia huwa inatofautisha watu sana. Unapata mtu anaweka NDO tena NDO mwisho. Okay. Yeah. So hivyo ndo mnajiita kwa mtandao? Kwa mtandao. Fan page ya Facebook pia ni Player 254 Comedy Club. Yeah. Kwenye mtandao wa Instagram unaweza nipata @Alois Awala. Okay. Twitter handle ni Alois Awala. TikTok Player 25418. 25418. Yeah. Okay. Na mtu akitaka kukupata kwa namba ya simu? WhatsApp namba ni Mwanzo na WhatsApp unajua mostly mimi hupatikana online sana. So my phone number is 0729 477 611. That's my WhatsApp number. Or also you can call on 0799 761 326. Okay. Jambo la mwisho? Jambo la mwisho ningependa kuambia watazamaji kwetu kuwe very humble, to boost, tusaidianeni. Mnaweza enda pale kwenye mtandao wa YouTube, watch video zangu, subscribe, like, share, comment. Asante. Asante sana watazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Huyu amekuwa Alois Nyadundo, yani mwigizaji wa Y254, right? Player. Nimemuuliza story ya player, nikaenda kwa warembo hapo kidogo Alois amke studio. Anyway, Player ni jina, Player 254 ni jina ya uigizaji ambao uko chini ya Alois Nyadundo. Asante sana. Ukitaka kuwafuatilia, wafuatilie katika mitandao, bado wanajiita tu hivyo Player 254. Ukitaka kumfuatilia Alois Nyadundo, simu ndio hiyo amesema, namba simu ndio hiyo amepeana mahali ulipo. Wacha tusupport vijana, tusupport kazi ambayo wanafanya, tusupport uigizaji wao, nao pia kesho waweze kusupport generation ambayo inakuja, na tukapate kuwa na generation ambayo iko na ujuzi tofauti. Asante sana. Kwa majina naitwa Priska Chuki, runinga ni Western Nyota TV.